Bana, karibu tena ndani ya magazeti ya leo, siku ya leo ikiwa ni Jumanne ambayo imejaa mujarabu kweli kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya wekundu wa Msimbazi dhidi ya Young Africa, mchezo ambao utachezwa kesho Jumatano katika uwanja wa Stadio the Benjamin William Mkapa. Kilichoandikwa kwenye magazeti tunaona gumzo ni kuhusiana na referee kutoka nje ya mipaka ya Tanzania kwenda kuchezesha dabi ya Kariakoo. Je, wananchi wameipokeaje na wananchi wana nini ya kusema kuelekea mchezo huu wa dabi ya Kariakoo? Bana, Jago tunanatokea. Hii ni W Sports ambaye kirindima hapa Dar es Salaam. Bana, Jago tunatoona nani? Naitwa Hamisi na mkazi wa Mbagala. Ni shabiki wa Yanga damu. Ni shabiki wa Yanga kindaki. Je, umeona maamuzi bodi ya ligi na TFF kuleta maamuzi ukaanza kwenda kucheza dabi ya Kariakoo? Ni sahihi, bodi ya ligi hapo sahihi kutokana na matatizo ambayo yanaendelea ndani ya nchi yetu. Watu kutokuwa na imani na waamuzi wanaochezesha ligi ya ndani. Kwa hiyo bodi ya ligi alichokifanya sio kwamba amekosea. Ameondoa utata baadaye la malawama, maana kuna kuaga na la malawama baada ya mchezo kutokea. Tushaona mchezo uliopita, mchezo umeisha, amekuja kulaumiwa sana waamuzi. Kwa hiyo bodi ya ligi baada ya kuona hivyo ameona tuondoe utata. Watu waletee waamuzi ambao hawahusiani na hizo timu. Ametetea waamuzi kutoka nje waje amalize mchezo. Tunachosubiri sisi kesho ni mpira upigwe uwanjani. Lipigwe boli. Masuala ya kulalamikiana waamuzi hayo, bodi ya ligi ameshatatua hilo tatizo. Kwa hiyo kesho sisi tunachosubiri boli lipigwe uwanjani. Sio kusema waamuzi hapo tena waamuzi. Shida ya waamuzi hapo hamna. Tuwezi kuahirishwa dabi ya kesho, ikiahirishwa mimi Yanga nipewe kombe langu. Sababu nitakuwa tayari. Sababu kesho ndio tarehe ya mwisho. Ikiahirishwa kesho mimi nipewe kombe langu. Imeahirishwa huko nyuma, imefanya hivi vyote vishachana navyo vishapita. Tunachosubiri kesho game lipigwe. Isipopigwa game kesho mimi nipewe kombe langu mwana Yanga, nikafanye mambo yangu mengine. Na mambo mengi ya kufanya. Na mambo ya usajili na mambo ya nini. Dabi kesho ikiahirishwa, bodi ya ligi wachukue kombe, wanipe kombe langu, tumfunge biashara. Bana, bado tunadududua katika vijio vya magazeti hapa Dar es Salaam kwenda kuyazungumza na kutoa maoni kwa mashabiki kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Bana, kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo tuko hapa na mashabiki wa klabu ya Young Africans. Atazungumzia kuelekea mchezo na referee kutoka nje ya mipaka. Hata unaona ndo solution la kwenda kuchezesha dabi ya Kariakoo kwa sahihi. Jina lako unaitwa nani unatokea? Kwa majina naitwa Samueli Master Samueli. Mzee yani wa shabiki wa Yanga, yani lialia na shabiki wa Yanga lialia. Master Samueli. Kwa hiyo karibuni sana, tuko hapa katika kijio cha magazeti ya tukiwa tunaangalia habari mbalimbali za kimichezo. Bana, kwa kile kilichoandikwa na magazeti na bodi ya ligi jana imethibitisha kwamba referee kutoka nje ya mipaka ya Tanzania kutoka Misri achezeshe dabi ya Kariakoo. Unaona sahihi dabi yetu kutokuleta malumbano tena? Nafikiri kutokana na issue iliyokuwa hasa ilikuwepo kipindi cha nyuma kuhusiana na dabi, naona kwamba wameona ili kuweza kuondoa utata wafanye hivyo, kuleta refa wa kigeni ili kusudi tarehe 25 atakayepoteza maana yake pasiwepo na malalamiko ya aina yoyote, sababu imekuwa sasa ni malalamiko kwamba yani maana yake marefali inaonyesha dhahiri kwamba hawana uwezo kwenye ligi yetu. Ndio maana wameona sasa ni bora zaidi dabi hii achezeshe refa wa kigeni. Umezungumzia marefa wetu, kwa marefa wetu wana viwango. Kwa sababu gani? Sisemi mimi. Yani maana yake ni taarifa, ni habari ambazo zipo, kwa sababu ikifikia sehemu unatoka nje kwenda kutafuta kitu fulani, maana yake kuna kitu wewe umepungukiwa. Kwa hiyo sasa maana yake ni kwamba kwanza refari wa kigeni ameletwa kwa ajili ya dabi tu. Refari wa kigeni kaletwa kwa ajili ya dabi. Tumemsikia mshabiki wa Young Africa azungumzia. Nadhani umemsikia maswali yake aliyozungumza kwamba refari kaletwa kwa ajili ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Sahihi kuja refari kuchezesha mechi ya dabi ya Kariakoo kutoka nje? Kwanza hii kitu sio kweli. Jina lako? Elvis Oscar. Haya ni maamuzi ya TFF, wameamua kuja na marefari kutoka nje, lakini Young Africans, mashabiki wa Yanga baadhi, umeona hii kitu hajafurahia. Kwa sababu gani? Kwao imekuwa ni kama big surprise, sio, unanielewa vizuri. Kwa hiyo issue ya marefari kutoka nje mimi nimefurahi. Tuone
utofauti wa kitu, kwa sababu tumezoea wale. Sasa hivi kidogo nimefurahi sana. Kwa yes. Unaona ni sahihi kwa mwamuzi kutoka nje ya mipaka Tanzania, kwa maana waamuzi wetu bado hawana viwango vya kucheza dabi? Hii kitu haikuwepo Tanzania, lakini mataifa mengine yalikuwa yanafanya. Kwa sasa hivi nimefurahi kwa kuja marefali kutoka nje. Kuna kitu tutajifunza pia kusana haya mambo yanaendelea. So najisikia niko very happy. My big brother hapa yeye anajafurahi, maana shabiki wa Yanga mkubwa sana na kamdomo mara nyingi hapa natusugua sana. Yes, nasubiri kesho na nimekubali kuleta timu baada ya utofauti huu. Yes, ambao ufanyika jana. Umekubali kuleta timu? Yes, nimekubali. Bana amekubali. Bado tuko hapa tunaenda kujiona na mashabiki wa klabu ya Yanga Afrika na Simba Yanga kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Bana naona shabiki amepiga uzi wa Arsenal, ameonyesha kweli. Nadhani shabiki wa timu gani? Jina lako ni nani? Naitwa Daudi Stanley Nkora. Daudi Stanley Nkora. Ni shabiki wa timu gani? Simba. Tumeona TFF na bodi ya ligi wameleta maamuzi kwa nje sahihi kuja kucheza dabi ya Kariakoo. Ndio utata. Sahihi kulingana na marefali wetu kutokuchezesha vizuri mara kwa mara. Makosa ya mara kwa mara kwenye dabi yanakuwa yanajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo wameona labda ili kuondoa utata, kila mtu alizike, marefali waje kutoka nje ili wachezeshe kwa haki pasipokuwa na viashiria vyovyote vya kupendelea. Tumeona dabi mnyoshe ni. Dabi tanyoka na matokeo yatakuwa mazuri pande zote. Bana sina la ziada kutoka hapa vijue vya Mbagala katika magazeti. Sina la ziada. Hii ni W Sports kidunda hapa. Ni kurudisha studio kuendeleza kuyachakata yale ya kimichezo zaidi. Jina langu ni Tatasoni, kwa chena usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata vya